Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Kristo. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Jina lipitalo majina yote. Karibuni tena kwenye hii channel tujifunze kitu siku ya leo. Kwa jina ninaitwa mtumishi Berry. Namtumikia Mungu. Hakika nimekuwa katika kumtumikia Mungu siku nyingi na pia miaka. Na kati ya hizo miaka na siku ambazo nimekuwa katika utumishi ama wokovu, nimejifundisha mambo mengi, nimejifunza mambo mengi, na Mungu amenifungua sana macho ya rohoni, akanipa ufahamu, hekima, na pia akanipa maarifa. So hakika naomba Mungu sana aendelee kusaidia watu wake. Unajua kuna vile watu wanapinga sana mambo mengine wanapofundishwa. Yes, watu wanapinga sana mambo wanapofundishwa. Hawataki kuzingatia, like wanaona ni kama jokes, yani wanachukulia mizaa kwa hizi vitu ambavyo watumishi wengi wanawaletea. And in reality these things ziko kweli kabisa. Mungu anasema hivi katika neno, kondoo wake husikia sauti yake na wanamfuata, lakini ambao sio wake hawasikii sauti yake. So ningependa ujifundishe kitu siku ya leo. Kuna ujumbe hapa, na kabla nianze kutoa hiyo ujumbe, kuna maswali ambayo watakatifu wa Mungu ama wana Mungu wameuliza, au maswali nitajibu baadaye. Kuna ujumbe nyingi ambazo nataka nipe watu, yani kuwafungua tu macho. Mungu anatumia vyombo ambao ni watu ama watumishi wake kufungua watu macho. Nikasema hapa brands zote maarufu zinatumia majina ya miungu. Brands zote maarufu zinatumia, ziwe za chakula, ziwe za mabegi, magari, manguo, handbags, perfume, zinatumia majina ya miungu. Na hizi brands kubwa kubwa zinaoniwa ama zinamilikiwa na wajenzi huru ambao ni Freemasons katika lugha ya Kiingereza. Bwana Yesu asifiwe. Neno katika Hosea 4:6 pole. Tunaambiwa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na wengi tuko hapo bado tunakataa. Tunafanya shingo zetu kwa ngumu, tunafanya mioyo yetu kwa migumu. Sasa Mungu anabisha, kama Revelation hapo 3:20 nasema Mungu anabisha, amesimama mlangoni, anataka kuingia kwa mioyo ya watu, lakini watu wamefanya mioyo yao kwa migumu. Hawataki Kristo, hawataki kumpokea Kristo na kupata mafunzo yenye anapeana. Kuna vitu vingine ambavyo ukiwa navyo actually vinakuweka katika vifungo. Ndio maana utafanyiwa deliverance, utakuwa unaanguka kila siku na mapepo. Utafungwa na mwisho watataka kafara. Kwanza hawa mapepo ambao wako kwa manguo in form of miungu. Yes. Watakuwa wanakutesa usiku, unaota unakimbizwa. Si mume wa rohoni, ama kama wewe ni mwanamke, wewe ni mwanaume unapata uko na mke wa rohoni. So wako na vitu vingi ambavyo wanavitumia ili kuangusha watakatifu, na si watakatifu tu bali pia watu wote ambao wako duniani humu. Yes, shetani huja kuiba, kuharibu na kuua. Music mingi, secular music, hawa ambao wanaimba nyimbo zao zinavuma sana, pia wameingia maagano na kuzimu kabisa. Unapata amepewa jini na hiyo jini ndio inaimba. Ndio maana wanatambikia hizo nyimbo, wanatoa makafara ya watu. Huo wimbo ukitoka unavuma, unakuwa na mvuto, kila mtu anataka kuusikiza, kila mtu anaupenda wimbo huo. Lakini kiuhalisia katika ulimwengu wa roho wametoa kafara, wametambikia, wametumia uchawi katika nyimbo hizo ili ziende viral, yani zitrend na zipendwe na watu wengi. Kama mwimbaji mmoja kutoka Nigeria anaitwa Chela, hiyo Sweet Melody sio nyimbo nzuri. Watu ambao wanaipenda, mnaacha watoto wenu wanaimba, mna trend nayo, wanafanyaje nayo? Hao watu wanashikwa, wanatekwa katika ulimwengu wa roho. It is not a joke, it is serious matter. Wanatekwa katika ulimwengu wa roho, wanafungwa katika magereza ya kuzimu kwa sababu tu ya nyimbo hizo ambazo zinatambikiwa, zinanuizwa, zinatolewa makafara makubwa. Watu wameingia maagano na kuzimu wapendwa. Wamesign mikataba na shetani. So anawaambia nipeni hiki nami niwape hiki. So unapata katika hizo nyimbo kuna masharti. Mtu ambaye atakuwa anapenda huo wimbo atanaswa. So unapata mtu anakataa, mimi sijaingia maagano na shetani, Lakini in real sense ukiangalia kwa ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo unavifanya
ama kuna vitu ambavyo unatumia ambavyo vimesha kuingiza kwa maagano na shetani. It is really it is really, wapendwa. So nilikuwa tunataka kusema creams siku ya leo. Creams pia wachaneni na creams tu completely. Creams pia I don't recommend mtu yeyote kutumia. Nilikuwa na Rexona hizo za kutumia kwa makwapa huku, ziko in form of marashi hivi, lakini Mungu alinikataza kabisa pia hizo. Alafu kitu kingine, haya manywele yote ya bandia haya, Mungu ilikuwa lazima, kuna kazi ambayo nilipata na hakika nikaanza kugengeuka, nikaona pengine niende hizo manywele niweke, lakini sikuwahi pata amani. Nilitumia sijui miezi 2 ama 3. Yes, sikupata amani, nikakosa kabisa amani. Hizo manywele vile mnaambiwa na watu kuwa zinatoka kule Marine Kingdom ni ukweli, na ziko na mapepo ya kila aina, wanatambikia, wanalaani vitu hivyo. So kama ni za wenyewe, Mungu haezi zitakasa. Mungu atawapa uhalali wa kuaccess vitu vyao. Ndio maana unaona wengi ambao wamesonga rastas. Yes, wamesonga rastas ama wamesuka rastas. Most of the time ukiwauliza ndoto zenye wanaota ni zile anakimbizwa, anakula usiku, ako kwa gathering ambayo haelewi, analala na mume wa rohoni. Mostly naongelea kuhusu wanawake, maana wanaume sio wengi wanatumia hizo rastas. Na pia wanaume kama ni wao wanatumia hizo rastas, pia wanakuwa affected katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Unapata huyu mwanaume anayetumia nywele bandia pia anapewa mke wa rohoni ambalo ni jini. Hao majini wanatoka Marine Kingdom. So tujihadhari sana. Mungu amenionya sana kuhusu creams. Sitaki hata kusonga karibu na nywele bandia. Sitaki hata kufanya kitu ambacho ninaona ni makufuru tu kwa Mungu. Maana hizi creams zimeandika majina like kuna ujumbe ambao hizi creams, mafuta, hizi vitu zote zinazotoka kwa Marine Kingdom, hata manguo zimebeba makufuru. Like unapata majina wanatusi Mungu na lakini wametumia lugha yenye hauelewi, unaona. Alafu kitu kingine wameandika hapo majina ya miungu na mapepo wao. Mapepo wao, wakuu wa anga, unapata wameweka jina la mkuu wa anga katika nguo fulani ama cream fulani ama perfume fulani, ama jina la jini liko kwa nguo ama perfume. Wapendwa, haki tusikie sauti ya Mungu. There is more things. Mungu anatu set free. Na bila maarifa, ufahamu na hekima, hii dunia utaiona kama ni kubwa, utaiona kama umeumbwa tu kuteseka. Lakini unapojua kweli na uache hizo vitu mbaya ama uache vitu za kipepo kufuatilia, kuziweka karibu kwa nyumba, utakuwa huru na utaishi maisha ya furaha. Mungu anasema mkitii sauti yangu mtakula mema ya nchi. So tuwe watiifu. Kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. So maswali nitakuja kujibu baadaye. Maana kuna ujumbe mwingi ambao nataka kwa mfululizo ni utoe on time. Yes. Shalom.